Angalia vizuri ni nani utakayemfanya rafiki, kwa sababu huyo rafiki yako ni ima awe ni sababu ya wewe kuingia peponi au awe ni sababu ya wewe kuingia motoni. Hata kuambia shika na wewe utafune, la, mimi situmii hizo, pengine nipate tu big G. Utaanza ni pole mwanzo huo, utaanza na hiyo big G, waha utafuni mgoka, ndio baadaye ulikuwa hauwezi hata kusimamisha demu, sio? Kwambia acha uoga, ulipumbaa wewe, mshamba wewe, acha uoga. Yule pale nenda, nitamwambia nini sasa? Yakufunza pia namna kuzungumza. Amekwambiaje? Jichekee, ulipumbaa wewe, mshamba wewe, yakufunza. Ndio mwanzo huo. Baadaye unaona mambo hayawi sawa, rafiki ndio anakwambia kuna mkono wa mtu hapa, mimi najua mtaalamu anaweza akakusaidia kwenye ile jambo lako. Rafiki yote anakupeleka ile sehemu ulikuwa haujui kabisa mambo ya waganga, haujui hata mganga yuko wapi, yeye ndo atakupeleka kwa mara ya kwanza. Na ndio baadaye na wewe ushajuana na mganga mpaka utachukua namba yake. Jambo la kusumbua tu ampigia, vipi nifanyeje? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أوصيكم وإياي بطاعة الله وتقواه فإنه من صلاح الدنيا والدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعدكم احمد الله تبارك وتعالى نكمتكي رحمة kipenzi chetu mwalimu wetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumtii Allahu jalla jalal na kumcha yeye, fa innahu min salahi dunya wad-din, kwani hiyo ndio ni sababu ya kufaulu hapa duniani na kesho akhira. Katika juma iliyotangulia ya ikhwa, tulitaja miongoni mwa sababu zinazopatikana kwa mtu Allahu tabaraka wa taala anapomchukia, na tukaona ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapomchukia mja haimaanishi kwamba atampatia dhiki, shida, njaa, amkoseshe kazi, la, bali yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah tabaraka wa ta'ala kuhusiana na dunia yampa ampendaye na asiyempenda, wala yu'ti al-akhirata illa liman yuhibbu, na tukaona kwamba Allah hampi akhira isipokuwa yule ampendaye, na tukajua kwamba hii dunia kwanza Allah tabaraka wa taala yule asiyempenda ndo humpa kwa wingi sana. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abawaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Allah tabaraka wa taala nasema wanadamu pale wanapojisahau, wanapovuka mipaka katika kutenda dhambi, fatahna alaihim abawaba kulli shay, sisi huwa tunawafungulia milango ya kila kitu. Palipo na uzito kwake tunamfungulia, tunamuondolea. Maadamu ashakufuru, mwenye hana kazi atapata kazi, hana mtoto atapata mtoto. Fatahna alaihim abawaba kulli shay, tunawafungulia milango ya kila kitu. Hatta idha farihu bima utu, paka pale wanapofurahia kwa vile walivyopewa, akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun, ndo hapo tunawachukua ghafla watu kama hawa na hana pa kujitetea. Na pia tukaitaja ishara na alama ya kwanza kwamba Allah tabaraka wa taala anapomchukia mja, kitu cha kwanza humweka mbali na swala,
kwa sababu awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah. Kitu cha kwanza mwanadamu atakachohesabiwa siku ya kiyama ni swala. Swala ikaonekana haina shida, swala iko sawa, swala imenyooka, haina mapungufu, basi ibada zake zingine zote nazo zitapita, zitaangaliwa na zitakuwa hazina shida hizi. Lakini wa in fasadat, swala ikaonekana ina shida, ina mapungufu, fasadat sairu a'malihi, matendo yake yote mwanadamu yameharibika kwa sababu ya kuharibika kwa swala. Na kwa kuwa Allah hampi akhira, yani janna, pepo, hampi isipokuwa yule ampendaye, mpaka Allah kuridhie ndo akuingize katika pepo yake. Na swala ikionekana iko sawa sawa, ndo ni sababu ya kwanza wewe kuingia peponi. Kwa hiyo kitu cha kwanza Allah anapokuchukia anakuweka mbali na sala. Tukaimizana kwamba mwanadamu anatakaniwa ajitahidi, ajilazimishe katika hili jambo la sala. Wewe ikiwa kwa siku unaswali swala 2, swala 1, swala 3, swala 4, haukamilishi swala 5 kwa siku, unatakaniwa uongeze bidii katika kujilazimisha na kuilazimisha nafsi yako katika hili jambo la kuitekeleza hii ibada ya sala. Tusonge mbele, tuache nafasi kwa watakaoingia huko nyuma. Na tukaona kwamba mwanadamu kinachomshawishi na kinachomsumbua si kitu chengine isipokuwa ni nafsi yake. Mwanadamu akitenda dhambi mara nyingi humlaumu sheitan, akasema ni sheitan amenipitikia. Tukaona ya kwamba kinachomsumbua mwanadamu si sheitan bali ni nafsi yake. Allah tabaraka wa taala ndo anasema walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, sisi tumemuumba mwanadamu na tunajua ni kitu gani kinachomshawishi, ni kitu gani kinachomsumbua mwanadamu. Akasema nafsu, wala hakusema walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma yuwaswisu bihi shaytan. Alisema yuwaswisu bihi nafsu, ni nafsi yake. Na tukazisoma aya ambazo zinathibitisha kwamba mwanadamu jambo lolote analolifanya analifanya kwa nafsi yake. Hivi leo biidhnillahi alkarim tutaendelea na alama na ishara ya pili inayodhihiri kwa mtu pale Allah tabaraka wa taala anapomchukia. Ya pili ya ikhwa, huyu mtu atakuwa na marafiki waovu, atakuwa na marafiki wabaya. Kwa nini awe na marafiki wazuri ikiwa yeye amekuwa mzito wa ibada? Haswali, anaswali sala 1 kwa siku au sala 2 kwa siku, marafiki zake vile vile watakuwa ni wale matariku sala. Mtu akipenda ibada, marafiki zake watakuwa ni wenye kupenda ibada. Na mtu ikiwa ni mzito na kufanya ibada, yeye ni muovu, marafiki zake watakuwa wale wale waovu pia. Ya kwamba mwanadamu usipate shida kumtathmini mtu ukajua huu ni mwema au ni muovu kwa kumtizama au kwa kumchunguza yeye, la. Bali ukitaka kumjua mtu huyu ni mwema au ni muovu, muangalie marafiki zake. Mtu mwema, marafiki zake watakuwa wema. Mtu ikiwa anapenda kusoma Qur'an, marafiki zake watakuwa ni wenye kupenda kusoma Qur'an, wanashindana katika kuisoma Qur'an. Na mtu akiwa muovu, marafiki zake watakuwa waovu vile vile. Na pale utakapomuona mtu anaonekana hana shida, anaonekana na tabia nzuri, lakini marafiki zake ni waovu, lakini yeye ukimwangalia anaonekana hana tabia zile za wale watu, basi jua kwamba huu ndo muovu zaidi kuliko wale. Kwa sababu huyu anakuwa ni munafik, ni mtu mwenye ana sura mbili. Anapokuja kwa watu wema, anakuja na sura nyingine, unamuona ni innocent, hana shida, yuko sawa, hana tabia mbovu. Lakini akirudi kwa wale wenzake, marafiki zake wale waovu, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, sisi tuko pamoja na nyinyi. Ndio Allah tabaraka wa taala kwenye suratul Baqara anasema wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna. Wanafiq watakapokutana na waumini, watu wa kufanya ibada, qalu amanna, na wao wanajifanya waumini, wanajivisha lile vazi la ibada, wanaonekana watu wema kabisa. Wa idha khalau ila shayatinihim, ila sifa yao wanafiq ni kwamba watakapoenda kwa mashaitani wao. Allah tabaraka wa taala watu waovu wamewataja kwa sifa ya shaitan. Wa idha khalau ila shayatinihim, watakapoenda kwa mashaitani wao, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, wanakuwa na tabia zile zile za wale waovu. Yani anakuwa ni watu wawili tofauti.
huku anakuwa ni mtu mwingine, na ukimuona kule ni mtu mwingine kabisa. Huu ndo muovu kabisa, sababu huu ni munafiq. Innal munafiqina la fi ad-darki al-asfali minan nar. Allah tabaraka wa taala ameeleza wanafiq ya kwamba wao ndo watakuwa sehemu mbaya zaidi. Na mwanadamu, kitu unatakana ukiweke akilini na ukijue kuhusu rafiki ni kwamba as-sadiqu imma ya'khudhuka ila al-janna au ila an-nar. Rafiki ni ima awe ni sababu ya wewe kuingia peponi au awe ni sababu ya wewe kuingia motoni. Rafiki ni sababu ya wewe kuingia peponi au ni sababu ya wewe kuingia motoni. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Mtu anakuwa yupo katika dini ya rafiki yake. Almar'u ala dini khalilihi, mtu anakuwa katika dini na misingi na mifumo ya rafiki yake. Akatuhimiza na akatupatia angalizo Rasulullah Muhammad alayhi salatu wasalam, anasema falyanzur ahadukum man yukhalil. Kuwa makini na utizame ewe mwanadamu, man yukhalil, ni nani unayemfanya rafiki. Angalia vizuri ni nani utakayemfanya rafiki, kwa sababu huyo rafiki yako ni ima awe ni sababu ya wewe kuingia peponi au awe ni sababu ya wewe kuingia motoni. Na ndio maana watu wa motoni يوم القيامه Allah tabaraka wa taala anasema, yawma ya'uddu adh-dhalim ala yadayhi. Dhalim, mtu aliyedhulumu nafsi yake, siku ya kiyama atauma vidole vyake, atauma mikono yake kwa kujuta. Yasema yaqul, atasema huyu mtu, ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila, laiti ningalishika njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laiti ningalikuwa muislamu wa kweli, nisingalikuwa na uislamu wa kubahatisha. Huku ni muislamu lakini huku nakuwa kafiri. Ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila, laiti ningalishika njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata, atajuta huyu mtu, atasema laitani lam attakhidh fulanan khalila, laiti nisingalimfanya mtu fulani kwa rafiki yangu. Atamtaja rafiki yake pale, laitani lam attakhidh fulanan khalila, laiti nisingalimfanya mtu fulani kwa rafiki yangu. Atamtaja kwa jina kabisa, laiti nisingalimfanya Saidi kwa rafiki yangu, Ali kwa rafiki yangu, Muhammad kwa rafiki yangu, Juma kwa rafiki yangu, laiti nisingalimfanya kwa rafiki huyo mtu. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, huyu ndo amenipoteza. Ikifika muda wa dhana, mimi nasubiria nisali kwanza, yeye wanifuata ananiambia game itaanza saa 9, twende utachelewa. Wewe ukiswali mpaka saa 10, ukifika bali itakuwa ishaisha. Laqad adallani, rafiki huyo ndo alinipoteza. Wabarazu waburrizatil jahimu lilghawin. Allah tabaraka wa taala anasema waburrizatil jahimu lilghawin, jahannam italetwa baada ya kwa huyu mtu ashajutia. Waburrizatil jahimu lilghawin, ndo jahannam italetwa karibu kwa wale waovu, wale wakosefu. Waqila lahum, na wataambiwa hawa watu, aina ma kuntum ta'budun. Tusenge mbele tena, kuna wengine wako kule nje wanataka kuingia. Waqila lahum, wataambiwa hawa watu, aina ma kuntum ta'budun, wako wapi wale mliokuwa mkiwaabudu, wale watu mlikuwa mkiwasikiliza marafiki zenu. Allahu tabaraka wa taala akikuamrisha sala, rafiki akikwambia saini muda wa zoezi, wewe unatoka unaacha sala unaenda zoezi. Rafiki akikwambia twende sehemu fulani na wewe unaenda. Rafiki akikwambia jaribu hii sigara na wewe wajaribu. Wako wapi? Allah tabaraka wa taala atawauliza wako wapi hao mlikuwa mkiwasikiliza min dunillah, tofauti na Allah tabaraka wa taala. Hal yansurunakum, je, wanaweza kuwatetea leo? Au yantasirun, au wanao uwezo wa kujitetea hata hao wenyewe? Hal yansurunakum au yantasirun, wana uwezo wa kuwasaidia leo? Au yantasirun, au wanao uwezo wa kujisaidia wenyewe? Kwa sababu mtu yoyote yule, jambo lolote lile ovu ambalo kwamba ashalizoea, basi chanzo inakuwa ni rafiki. Rafiki ndo alimsukuma sehemu ile mpaka akalizoea lile jambo. Ukiangalia mtu ukiwa na rafiki anayevuta sigara, na wewe baadaye utavuta sigara. Hii ndo uzito wa rafiki. Rafiki ana nguvu sana kubadilisha.
Wewe ukawa ni mtu wa ibada, mtu mwema, ukasema rafiki yangu ni muovu, nataka kumbadilisha, 5% za wewe kumbadilisha. Yaani wewe una 5% tu za kumbadilisha yeye, lakini yeye ana 95 za kukubadilisha. Wewe kuwa muovu kama yeye, uwezekano wake ni mkubwa sana kuliko wewe kumbadilisha. Yoyote yule mwenye shazo ya uovu, rafiki ndo alimsukuma katika lile jambo. Ulianza kupewa sigara, upige moja ile unakohoa, kesho tena, baadaye unazoea, na wewe unatumia pesa yako unanunua sigara. Baadaye ushazoea sigara, rafiki anakupatia bangi. Ndio vile vile mugoka watu ajaba, sio? Anaanza polepole, yeye atafuna, hata kuambia shika na wewe utafune. La, mimi situmii hizo, pengine nipate tu Big G. Utaanza ni pole mwanzo huo. Utaanza na hiyo Big G, wewe hautafuni mugoka ndio. Lakini unaanza ndo mwanzo, unatafuna ile, baadaye anakuwa wewe unanimaliza Big G zangu, maana ushazoea sasa. Wanimaliza Big G zangu bana. Hii zaenda na hii, shika hii. Wape wajane, wasikie unatafuna na ile unaona kumbe hata iko sawa, iko sawa. Ndo mwanzo huo. Shaitan, wakana shaitanu lilinsani khadula. Hapo kuna nguvu za watu watatu. Ndio maana inakuwa ni rahisi wewe kubadilika kwa mwovu kama yeye. Kitu cha kwanza, rafiki. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, rafiki. Na kitu cha pili kuna shaitan, na kitu cha tatu kuna nafsi. Inna an-nafsa la amaratun bisu, nafsi inamwamrisha mtu mambo maovu. Kwa hiyo unaenda polepole tu, baadaye ulikuwa hauwezi hata kusimamisha demu, sio? Kwambia acha uoga, ulipumbaa wewe, mshamba wewe, acha uoga. Yule pale nenda, wampenda kamwambie. Wanza polepole, haujui nitamwambia nini sasa, yakufunza pia na kuzungumza, atakuelekeza. Wewe mwambie mambo, anza na hivyo. Rafiki, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Baadaye naye anakuwa shazoea sasa, ashakuwa mtongozaji Pro Max, yajisifu sasa mbele za watu. Atoboi yule. Alianza kufunzwa na rafiki yake kwanza. Mwanzoni alikuwa muoga, mtu hatuanza mapema akiwa tayari yajua, amezaliwa yajua. La, rafiki ndo alimdanganya. Nenda, amekwambiaje? Jichekee, ulipumbaa wewe, mshamba wewe, ya kufunza. Ndo mwanzo huo, ndo mwanzo huo. Baadaye unaona mambo hayawi sawa, rafiki ndo anakwambia kuna mkono mtu hapa, mimi najua mtaalamu anaweza akakusaidia kwenye ile jambo lako. Rafiki yote anakupeleka ile sehemu ulikuwa haujui kabisa mambo ya waganga, haujui hata mganga yuko wapi. Yeye ndo atakupeleka kwa mara ya kwanza. Na ndo baadaye na wewe ushajuana na mganga, paka utachukua namba yake. Jambo la kusumbua tu ampigia, vipi nifanyeje? Rafiki. Kwa watoto wa kike vile vile, wao mtu anakuwa na tabia zake nzuri tu, lakini yuanza rafiki yamshauri nywele yajistiri vizuri. Ambao wewe mshamba, wewe unakaa zamani, lazima naye nywele atoyate kwenye nywele kadhaa ziwe nje, ziwe zinaonekana nje, ile style yao. Kuna nywele zinafunika hapa, naye yaoneshwa fanya hivyo, naye yajaribu. Anakuwa ni mal'unatun fi dunya wal akhirah, kwa kila mtu atakayemtizama na kuziona nywele zile, yeye anaona sawa, ni maendeleo, ameendelea. Hakuwa akijua hizo vitu, rafiki ndo amemuonesha. Mara namwambia anyanyue nguo yake, kitovu kiwe kipo nje hivi, asiwe amejistiri hapa pako wazi, aoneshe flat tummy, sio? Ndio mwanzo huo. Baadaye wanaanza kushauriana, kushawishiana. Hawa marafiki hawa, yeye hajui mambo ya boyfriend wala nini. Mambo si kila kitu tuambia wazazi wako akununulie. Iko unataka pads, tuambia wazazi wako kununulie. Lazima uwe na boyfriend, yeye ndo atakusaidia, anakupatia pesa unanunua. Yeye amepelekwa outing, akija anakueleza mwenzako nilipelekwa sehemu kadhaa, nilipelekwa kadhaa, nikanunuliwa hivi na hivi, na yeye yatamani na yeye. Baadaye yajaribu na yeye. Amejaribu, amezoea, ashaingia katika zinaa. Baadaye anapata ujauzito, rafiki anamwambia itoe hiyo mimba. Wewe sasa bado ni mdogo, itoe. Yatoa mimba.
alizini, alilaaniwa, yuaua sasa. Rafiki ndio يوم القيامه atasema ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, laiti nisingalimfanya mtu fulani kuwa rafiki yangu. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, huyo ndo alinipoteza huyo. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi ndo anatueleza inna mathala aljalis as-salih wal jalis as-su kahamil al-misk wa nafikh al-kiri. Anatuambia mfano wa rafiki mwema na rafiki mwovu ni mfano wa mtu anayeuza aliyebeba manukato na mtu anayechomelea vyuma. Ukiwa na rafiki mwema ni sawa sawa na muuza manukato. Kwa nini asema hivyo? Anasema fahamilul miski, kwa sababu huyu muuza wa manukato, muuza miski, imma an yuhdhiyaka, ima atakupatia mafuta kama zawadi. Yanauza manukato, utatembea mnazungusha hayo manukato, au umekaa naye dukani kwake, anaweza akakuachia kichupa, ichukua hii. Ima an yuhdhiyaka, maana ima akupatie mafuta bila kukuuzia, wa ima an tabta'a minhu, au ima utanunua kutoka kwake. Umeona mafuta mazuri, unaona watu wananunua tu, baadaye hebu nipatie hii, na wewe unanunua, unapata mafuta mazuri kutoka kwake. Wa ima an tajida minhu rihan tayyiba, au ima sikupatie mafuta kama zawadi, wala usinunue kutoka kwake, lakini ukapata harufu nzuri kutoka kwake. Hebu sikilizia hiyo, akakuwekea iko sawa hiyo. Siku ikiisha wewe unanukia vizuri, haujajipaka mafuta, lakini ni rafiki uliokuwa naye unatoka na harufu nzuri. Hii ina maana gani? Ya kwamba ukiwa na rafiki mwema, yeye anapenda kumtaja Allah tabaraka wa taala katika ratiba zake, yeye lazima aswali salatu dhuha. Lau utakuwa naye siku nzima wewe ukashinda naye, yeye lazima kwa siku asali salatu dhuha, na ni lazima asome juzuu moja kwa siku, na yeye anazihifadhi sala 5. Wewe kwa utashinda naye siku nzima, maana yake hivi vitu na wewe pia utavifanya. Temu yake anasali dhuha na wewe utasali naye, kwa sababu uko naye siku nzima. Anasema Qur'an, atika hujia atakufunza polepole, hiyo alif ba ta tha atakufunza. Ni muda wa sala 5, ulikuwa usali sala 5, uko naye siku nzima, yeye ndo anasali, utasali pamoja naye. Kwa hiyo utapata thawabu kutoka kwake, yani utanufaika kupitia yeye. Ndio mfano wa rafiki mzuri. Na Rasulullah anaendelea anasema, na rafiki muovu kanafikhil kiri, ni kama mchomelea vyuma, welda. Kwa nini? Anasema wanafikhul kiri, huyu bwana imma an yuhriqa thiyabak, mambo ni mawili, ima achome nguo yako kwa sababu ya kuchomelea vile vyuma, ima nguo yako itachomeka ikapata tundu, wa imma an tajida minhu rihan khabitha, au utapata harufu mbaya kutoka kwa vile vyuma vinavyochomelewa vile, utatoka pale na harufu mbaya. Hii ina maana gani? Rafiki mwovu ikiwa anapenda kusengenya, utasengenya, yeye akikaa lazima ataje mtu, utaingia katika hilo dhambi. Haupendi kusengenya, lakini uko na watu wanasengenya, utasengenya pamoja nao. Si uko pale pamoja nao, hawatopata dhambi wao tu, wewe utapata dhambi kupitia wao. Maana yake utajizolea madhambi yenye wewe mwenyewe haukuyatarajia. Ndio maana ya rafiki mbaya. Kwa hiyo ya ikhwa, hii inatuonesha kwamba tunatakana tuangalie ni rafiki nani tutamfanya rafiki. Si kila rafiki ni rafiki ya ikhwa. Falyandur ahadukum man yukhalil. Rasulullah anatuhimiza, na angalie mmoja wenu ni nani anayemfanya rafiki. Ndio siku hiyo يوم القيامه Allah tabaraka wa taala anasema fakubukibu fiha hum walghawun, watavurumishwa hawa watu, hawa marafiki hawa katika moto wa jahannam, hum wao, walghawun pamoja na waovu, wajunudu iblis ajmaun, pamoja na jesh la iblis pia wote. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Sikiliza sasa, hawa watu katika moto wa jahannam watazungumza, hawa marafiki, wa hum fiha yakhtasimun, watakuwa wanazozana katika moto wa jahannam, wanagombana kitu gani? Wewe ndio ulinipotosha, mmoja amwambia mwenzake, wewe ndio ni sababu mimi niko hapa sasa hivi, wewe ndio ulikuwa ukiniambia twende wapi, wewe ndio ulinifunza kuvuta sigara, mimi nilikuwa sijui kutafuna mogoka, wewe ndio naye atasema
qala qarinuhu rabbana, atasema Mola wangu. Huyo anelaumiwa sasa. Ma ataghaituhu, ya rabbi mimi sikumwangamiza, sikumpotosha huyo, walakin kana fi dhalalin ba'id, yeye mwenyewe ndo alikuwa amepotoka, sikumpotosha mimi, ni yeye mwenyewe alikuwa amepotoka. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin, katika suratu as-Saffat. Innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin, ni nyinyi mlikuwa mkitufuata katika njia yetu ya sawa. Wewe ndio ulikuwa ni sababu mimi hata nikaacha kusoma madrasa, wewe ndio ni sababu nikaacha mimi kusoma shule, wewe ndio ulikuwa ni sababu ya kufanya kadhaa wa kadhaa. Nao watajibu qalu bal lam takunu mu'minin, hapana, sisi bal lam takunu mu'minin, nyinyi wenyewe hamkuwa waumini wa kweli. Wama kana lana alaykum min sultan, sisi hatukuwa na uwezo wowote kwenu. Mimi sikuwa babako nikakulazimisha, hapana. Ma kana lana alaykum min sultan, sisi hatukuwa na nguvu yoyote kuwalazimisha nyinyi. Bal kuntum qauman taghin, bali ni nyinyi wenyewe ndio mlikuwa mmepotoka. Fahaqa alaina qawlu rabbina, leo Mola wetu ashatuhukumu. Inna ladha'iqun, soteni tutaonja adhabu, nyinyi pamoja na sisi. Faaghwaynakum, kama ni sisi tuliwaangamiza. Inna kunna ghawin, kwa sababu sisi wenyewe tulikuwa tumepotea. Kama tuliwapotosha, sisi wenyewe tulipotoka pia. Allahu tabaraka wa taala anasema fa innahum yawmaidhin fil adhabi mushrikun, hao sasa katika moto wa jahannam watashirikiana katika adhabu wote katika moto wa jahannam. Inna kadhalika naf'alu bil mujrimin, hivyo sisi ndio tunawafanya wale watu waovu. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, wao walikuwa wakiambiwa maneno mazuri, la ilaha illa Allah, akiambiwa rafiki fulani usifanye kwa rafiki, jiepushe na fulani, yule tabia zake si nzuri, yona ni bifu, ana bifu naye, wewe atakupotosha yule. Yastakbirun, wao wanakuwa na kibri. Allahu tabaraka wa taala ndo anawaambia qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bilwa'id, mazozana kitu gani sasa ikiwa tayari nishawaonya duniani na hamkusikia. Barakallahu li wa lakum bilqur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal barul karim at-ta'ib min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم وإياي تارة بطاعة الله وتقواه فقد فاز المتقون. يا إخوة، وهي unatakaniwa uangalie ni nani utakayemfanya rafiki ya ikhwa. Baada ya majambo haya kutokea, watasema tallahi, watakiri makosa yao, fa'tarafu bidhanbihim, watakubali makosa yao ya kwamba in kunna la fi dhalalin mubin, ni kweli sisi tulikuwa tumepotoka, kweli mawaidha tulipewa lakini tulikuwa tumepotoka, hatusikii. Basi leo idnu sawikum bi rabbil alamin wama adhallana illa almujrimun, hakuna leo tupoteza isipokuwa ni hawa marafiki ndio walitupoteza. Fama lana min shafi'in, wanajuta na wanalia siku ile ndani ya moto wa jahannam, wanasema fama lana min shafi'in, siku ya leo sisi hatuna tawa kutuombea shifaa, hatuna tawa kutuombea msamaha, wala sadiqin hamim, wala hatuna rafiki kipenzi, rafiki mwema hatuna. Pale ndo wataona umuhimu wa kuwa na rafiki mwema. Lau utakuwa na rafiki mwema, ndio maana tukatangulia kusema rafiki ima awe ni sababu wewe kuingia peponi au kuingia motoni. Lau utakuwa na rafiki mwema, huyu rafiki akiwa peponi, yaum al-qiyama atamwambia Allahu tabaraka wa taala, ya rabbi, mimi furaha yangu haijakamilika, nimeingia peponi, umenipatia kila kitu, ila furaha yangu haijakamilika. Unahitaji kitu gani? Leo peponi jambo lolote akilitaja Allahu tabaraka wa taala yampa. Yosema nina rafiki yangu mimi simuoni hapa, mpaka niwe naye ndio furaha yangu ikamilike. Allahu tabaraka wa taala
anamtoa yule mtu katika moto wa jahannam kwa sababu ya huyu aliyokuwa peponi hapa. Ameomba rafiki yake, Allah tabaraka wa taala anamtoa na anamsamehe yale aliyokuwa nayo, anamleta katika pepo yake Allah tabaraka wa taala. Ndio hawa watu wa motoni watasema, fama lana min shafi'in, siku ya leo hatuna hata kutuombea msamaha, wala sadiqin hamim, hatuna hata rafiki mwema, rafiki kipenzi hatuna. Wanajua tungekuwa naye rafiki ingekuwa sababu ya sisi kutoka hapa. Kwa hiyo ya ikhwa, hebu chukua hii nafasi na uangalie vizuri rafiki yako uliokuwa naye. Hivi rafiki yangu ni mwema au ni muovu? Useme Allahu a'lam, Mungu ndo anajua. La, wewe unajua kila kitu kumhusu rafiki yako. Jambo lolote mnafanya pamoja, muda mwingi mnaotumia pamoja. Mfikirie rafiki yako ni mwema au ni muovu. Lau itakuwa rafiki yako unaogopa kufanya uovu mbele yake, kama una sigara ukimwona unaizima kwa sababu unajua huyo rafiki ni rafiki mwema huyo. Lakini ikiwa rafiki yako ndo anakuwashia, maana yake ni rafiki muovu. Achana huyo rafiki na ubadilike. Ikiwa rafiki utaitwa, unaletwa taarifa, uitwa na mama, nitakuja, rafiki anakuambia hapana, twende sahi tukamsikilize madhe anasemaje, kisha tutakuja tuendelee na story. Mnaenda pamoja mkamsikilize madhe asemaje, mwamsaidia kazi kama nini, kisha ndo mnarudi kwa huyo. Ni rafiki mwema huyo. Lakini akiwa yeye ndo anakuambia na yeye madhe yako ya kuchunga kama mtoto wa kike kila time nyumbani, rafiki muovu huyo si rafiki mwema huyo. Ikiwa rafiki yako anakuambia boli itaanza saa 9 twende mapema, huyo ni rafiki muovu. Lakini ikiwa atakwambia adhana imeadhiniwa tuingie tukaswali kwanza kisha tuendelea, huyo ni rafiki mwema. Sasa hebu muangalie rafiki yako ni wa aina gani. Wewe rafiki yako ni mtu mwenye anaweka muziki mfukoni ndio mnatembea pamoja, kuna sauti ya muziki popote mnapotembea mnalaaniwa kwa sababu hiyo sauti ya muziki mnaotembea nayo. Maana yake huyo si rafiki, unataka umbadilishe kwa haraka sana. Na utakapombadilisha rafiki huyu na ukatafuta rafiki mwema na ukabadilika kwa mtu mwema na wewe kwa mtu wa ibada, sikiliza faida ya haya. Jambo la kwanza, umeingia katika wale 7 yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Katika wale watu wa aina 7, Rasulullah anasema 7, kuna watu wa aina 7 yudhilluhumullahu fi dhillihi, Allah tabaraka wa taala ataweka katika kivuli chake yawma la dhilla illa dhillu. Siku ya kiyama hakuna kivuli isipokuwa chake Allah tabaraka wa taala. Mmoja kati ya 7 ni watu wawili, marafiki wawili waliopendana kwa ajili ya Allah na wakatengana kwa ajili ya Allah. Yaani rafiki kuamua mimi huu ndo ni sababu sifanyi ibada vizuri, mimi namuacha huu rafiki, sitaki urafiki tena kwa sababu ya Allah tabaraka wa taala. Umeipata hii nafasi ya kuwa miongoni mwa wale 7 kuipata kivuli chake Allah tabaraka wa taala. Hivyo tu unamtenga kwa sababu ya Allah tabaraka wa taala. Na si lazima mwambie wewe kwanza leo si rafiki yangu, tafuta sababu cha kutokuwa pamoja. Kama nina maskani zenu lazima mfike au ufiki, yamekuja vipi njoo, mwambie niko busy. Yaani mnatafuta namna ambapo kwamba mtakuwa mnatengeneza distance baina yenu, unazoea kuwa mbali na yeye. Hii ni faida ya kwanza. Ama faida ya pili, huyu mtu atakuwa miongoni mwa watu wa peponi baada ya kupata kivuli chake Allah tabaraka wa taala. Huyu mtu anakuwa mtu wa peponi. Allah tabaraka wa taala anaendelea anasema, illa ibadallahi almukhlasin, zile adhabu zake zitawapata watu wote, illa ibadallahi almukhlasin, isipokuwa wale waja wa Allah wacha Mungu, waja wa kweli. Ulaika, hawa, lahum rizqun ma'lum, watakuwa katika pepo yake Allah tabaraka wa taala, wanapewa vitu special katika pepo yake Allah tabaraka wa taala. Lahum rizqun ma'lum, kama sehemu kuna wale VIP waheshimiwa, lahum rizqun ma'lum, fawakiha, watapewa matunda ya kila aina, wa hum mukramun, na wataheshimiwa, nao watakuwa ndio waheshimiwa hapo katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Wewe ndio mheshimiwa kwa sababu kumtenga tu rafiki. Anaendelea, fi jannatin na'im, hapa ni katika pepo yenye neema kibao, ala sururin mutakabilin, watakaa wao yeye pamoja na marafiki zake wema, watakaa peponi mutakabilin, wakiwa wametizamana, mnaangaliana mkipiga story. Yutafu alayhim bikasin min ma'in, na kwa vinywaji vya kila aina, bayda ladhatin lisharibin, vyeupe vinywaji hivyo, kisha ladhatin lisharibin, vitamu sana. Allah tabaraka wa taala ya visifu vinywaji hivi ni vitamu.
anaendelea la fiha ghaulun, havina maradhi, havina athari yoyote kwa mwili wa mwanadamu, wala hum anha yunzafun, wala hawatoleweshwa kwa vinywaji hivyo. Sikiliza kwa makini. Wa indahum, baada hivyo havitoshi, kwa hivyo wa indahum qasiratu tarfi'in, watakuwa na wanawake warembo sana. Tarfi'in, jicho lake, jicho moja tu, jicho lake linatosha kukuonesha huu ni mrembo sana. Allah tabaraka wa taala amesifu tu jicho, ain, sitojua ain. Wa indahum qasiratu tarfi'in, jicho. Wasema mwanamke jicho, sio? Sasa hiyo jicho kweli. Anaendelea kaannahunna, anawasifu wanawake peponi, anasema kaannahunna baydun maknun, ni kama yai wa soft wa laini. Baydun maknun, bayd kama yai, maknun lililohifadhiwa. Kama unajua mrembo wa kijiji chenu, Allah tabaraka taala sema si hao, hawa ni kaannahunna baydun maknun, ni kama yai lililohifadhiwa. Kwa mwanamke huo unamsifu mrembo sana, huo mkono akikufanya hivi ya kukata, hiyo yeye achanja kuni na shoka ise ya koroga sima kilo 7, ana stamina. Hawafanani na wanawake peponi. Allah tabaraka wa taala sema hawa kaannahunna baydun, kama yai. Anaendelea, sikiliza kwa makini. Baada hivi vitu vyote, faqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun, watazungukana, wataangaliana hawa watu na wataanza kuulizana. Qala qailun minhum, ndio wewe mmoja utasema kuambia wenzako, inni kana li qarin, mimi nilikuwa na rafiki yangu. Unawaeleza wenzako wa peponi sasa, inni kana li qarin, nilikuwa na rafiki yangu mimi. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun, hivi wewe unaamini kweli kwamba sisi tukifa tukiwa mchanga, tukiwa mifupa, tutafufuliwa tufanywe hesabu zetu? Hizo stories za jaba bana, hakuna kitu kama hicho. Rafiki anakupotosha, wewe upo kwenye misingi ya sawa, yeye anakupeleka njia sio, ukaamua kumtenga huyo rafiki. Ndio leo, kwa sababu yeye alikuwa akiamini kwamba peponi watu wataingia peponi kwa roho nzuri. Shetani huwa anasema hivyo, anamshawishi mtu, anamwambia peponi utaingia kwa ukiwa na roho safi tu. Wanaoswali kwa watu wana roho za, yani anachuki. Mtu anaswali anafanya ibada anachuki kwenye kifua chake. Peponi roho safi, ukiwa na roho safi tu inatosha. Yeye alikuwa akisema ndio hayo, ndio atawauliza wenzake. Qala hal antum muttali'un, hivi mshawahi muona yupo hivi mumemuona yamtafuta peponi? Hal antum muttali'un, mmemuona? Allah tabaraka wa taala atamuonesha. Fattala'a, atamuona yupo sehemu gani? Faraahu fi sawa'il jahim, atamuona yupo katikati ya moto wa jahannam. Huo rafiki yake katikati ya moto wa jahannam. Atasema qala tallahi, yuapa wallahi wa billahi tallahi, inkidta la turdin, bakia kidogo tu anipotoshe huyu bwana. Inkidta la turdin, ilikuwa bakia kidogo tu anipotoshe. Walaula ni'matu rabbi, ingekuwa si neema ya Mola wangu kuamua kumtenga huyu rafiki, la kuntu minal muhdharin, ningekuwa pamoja naye pale. Kwa hiyo ya ikhwa, chukua nafasi na chukua hatua kuanzia sasa. Mtizame rafiki yako na umwangalie, hivi huyu ni mwema kweli? Kama si mwema, jeke mbali na huyo mtu. Na akiwa ni mwema kweli, una uhakika ni mwema mtu huyu, anakufunza mambo ya dini tu, hamwezi mkafanya uovu mkiwa pamoja. Yeye ukivaa suruali imefika hapa anakuambia sasa nini, hebu usongesha juu. Ukivaa short anakuambia sasa unaweza ukaswali nayo hiyo. Ukivaa nguo imekatika anakuambia sasa hii mbona unanunua nguo za kukatika? Lakini kwa yeye ndo ana nguo hizo, ukimwambia kwani ulininunulia? Wewe una pesa ngapi? Huyo rafiki achana naye. Chukua hatua kuanzia sasa. Huyo rafiki mtenge. Na lao utaendelea kuwa naye pamoja, ndio hiyo ilikuwa ni alama ya pili kuonesha Allah tabaraka wa taala anakuchukia. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabii